Barua ya kocha namba 143, ukweli mchungu kuhusu ushindani kwenye safari ya mafanikio ambao utakuweka huru na kukupa ushindi wa uhakika. Rafiki yangu mpendwa, moja ya sababu au visingizio ambavyo watu wamekuwa wanatumia kwamba kwa nini wafanikiwi imekuwa ni ushindani mkali. Mtu anaingia biashara, sema ushindani mkali sana kwenye biashara ndio maana na kwa msifanikiwi. Iwe ni kwenye kujenga utajiri, iwe ni kwenye mafanikio aina yote ile. Kwa sababu sasa hivi inaonekana kila mtu duniani ana zana sawa. Sasa hivi kila mtu ana maarifa sawa, anaweza akajua chochote anachotaka, anaweza akapata chochote, anaweza kumfikia kila mtu. Mitandao ya jamii inawezesha mtu yote kumfikia mtu yote duniani. Lakini ukija ukichunguza kwa undani hasa, ukiangalia kwa undani hasa kuhusu ushindani, unagundua kitu kimoja, kwamba ushindani uliopo ni mdogo sana sana. Yani watu wengi wanaoshindwa sio kwa sababu ya ushindani. Yani wao wanashindwa sababu zao wenyewe zaidi kuliko sababu za ushindani. Kwa sababu ukweli halisi kwenye safari ya mafanikio uko hivi. Kama kuna watu 1000 wanaotaka kile unachotaka wewe, labda wanajenga biashara kama wanataka kujenga wewe, au wanataka mafanikio ambayo wanataka wewe, hivi ndivyo wanavyogawanyika. Ndivyo ukweli halisi ulivyo kwenye mafanikio. Kwanza kabisa, wengi hawajaribu kabisa. Hawajaribu sasa, yani watabaki wanafikiria, wana mawazo, mipango, wanajifunza, anaongelea jinsi anavyotaka kufanikiwa kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye ni story tu. Ataongea lakini hataanza kabisa. Kwa hiyo labda zaidi ya nusu hawataanza kabisa. Ushindani ushapungua hapo. Sasa katika watakaoanza wale, kundi la pili, wengi wanaacha baada ya kushindwa mara chache. Sasa kuna watu ambao wataanza, wana msukumo, wanaanza. Lakini safari yote ya mafanikio inakuwaga na vikwazo na changamoto. Na wengi wataka kikwazo cha kwanza wanaishia hapo. Watakaovuka cha pili wanaishia hapo. Wengine watavuka cha tatu wanaishia. Ni wachache mno ambao watavuka kikwazo cha tatu ya mafanikio. Wachache mno. Wengi labda tena nusu wale walikuwa wamebakia wamekwenda na maji hapo. Sawa. Wale wanaovuka, kuna kundi la tatu, baadhi wanakwenda polepole sana. Sasa kuna ambao watavuka hiyo vikwazo, lakini wanaenda taratibu sana, wanaenda polepole sana. Na asikudanganye mtu, mafanikio yanataka kasi kubwa sana, speed. Yani speed inapaswa iwe kubwa, kufanya maamuzi, kuchukua hatua. Watu wengi wanasubiri, atachagua subiri mpaka hajafanya maamuzi, ameshachelewa, fursa ishaondoka. Unaona? Kwa hiyo ile kasi wengi hawana. Kwa hiyo wanachelewa, wanakosa mafanikio makubwa ambayo wangeweza kupata. Unakuta tena sehemu ya wengi ambao wanakutisha ndio hawa, wanaenda polepole, hawana haraka yote. Kuna kundi la 4, wengi wanapotea kwa kufuata vitu vipya kila mara, wanaenda na usumbufu. Habari mpya, fursa mpya, mtu anaanza biashara hii haijakaa sana, basi anasikia kuna biashara nyingine inayolipa zaidi, anakimbilia nyingine. Sasa kuna watu wengi alipa zaidi, anakimbilia tena. Usumbufu, distraction. Wengi sana wanadeo na hiyo kitu ya usumbufu. Unaona? Kwa hiyo sasa hebu fikiria, katika watu 1000 wanaanza nao, ni wangapi wanakuwa wamebaki hapo? Hilo ndio kundi la 5, wanabaki wachache sana walioko serious. Wachache mno. Kwenye picha ambayo tumeona kwenye barua hii, inaonyesha kwamba labda ni watu hata wawili, hawezi kufika hata 10 katika 1000 wanaanza. Hawezi kufika. Ni 0.1 ya wale ambao walisema wanataka mafanikio. Hao ndio wanaobaki sasa, kwamba bado wako serious kwenye safari ya mafanikio. Na sasa kwa sababu mmebaki wachache, kwanza ule sehemu kubwa kabisa ya ushindani imeshaondoka, imepotea yenyewe. Kwa hiyo baki na mmoja au wawili wachache sana ambao kule wanataka mafanikio. Na kwa sababu sasa wewe unakuwa umedhamiria kufanikiwa, ushindi uko ni wa uhakika wako. Rafiki, kwenye hii barua nimeeleza hayo makundi 5 na kwa nini unapaswa uyajue ili usitishike na ushindani kamwe. Hata ungekuwa dunia nzima unataka unachotaka, wala usio na wasiwasi. Kwanza unacheka, unajua wengi hapa mtoboi. Wengi ya mtoboi, wengi ni wasindikizaji. Sio washindani hata. Ni mashabiki tu. Walioko serious kwenye ushindani ni wachache mno, na kama umedhamiria kufanikiwa, hakuna anayeweza kuzuia. Charlie Munger alikuwa anasema kwamba siri ya mafanikio mara nyingi ni kuchukua wazo rahisi na kuchukulia kwa uzito mkubwa. Take a simple idea and take it seriously.
kwa umakini mkubwa, kwa uzito mkubwa, na kwa hakika utafanikiwa. Rafiki, ingia kwenye barua za kocha, jadala kwenye Tanzania Skill Academy, kwenye barua, jadala barua ya kocha. Ndio barua 143, isome kwa kina barua hii na itakufungua sana kwenye safari ya mafanikio. Hautasumbuka tena na ushindani. Hilo nakuhakikishia. Ukawe na siku bora kabisa leo, nenda kapambane kwa sababu hakuna anayekuzuia. Kila la heri.